Niwatolee kisa ya mwanamke ambaye alidhulumu. Katika mji wa Mombasa kulikuwa na kijana alikuwa akifanya kazi Saudia, na kijana huyu akaja Kenya, akarudi Mombasa, akaoa, na madamu ameoa na yarudi kazini, akamchukua mke wake akamweka pamoja na mamake na dada zake. Sasa kule watu waenda kufanya kazi miaka miwili. Huyo msichana aliona mateso na adhabu, namna mamake huyu kijana alivyomtesa na mawifi walivyomtesa, lakini alikuwa ni mwanamke wa imani, akanyamaza, akastahimilia. Atasema mume wangu yuaja. Yule mume alipokuja akaona mateso aliyopitia mke wake, yakamtia huzuni, akamhofia mamake, huyu nikimwacha huyu hapa atazidi kuteseka na mamangu ataingia motoni. Alijaribu kumrekebisha mamake hakubadilika. Hakuwa na uwezo wa kumweka sehemu nyingine, uwezo wake mchache. Kwa sababu ya kumhofia mamake na dhulma amekataa kuacha, akaamua kumrudisha msichana kwao na kumpa talaka. Yule binti akaja akaolewa na mwanamume mwingine, Allah akamfariji, akapata kheri. Alhamdulillah, yale mateso aliyopitia miaka ya nyuma yakana kwamba hayakutokezea. Na hivi ndio ilivyo mtihani, haidumu. Itafika wakati utasema yalipita yale, alhamdulillah. Huyu mama akawa yuko katika hali ya sakaratul maut, mji wa Mombasa, na yuateseka katika sakaratul maut. Na mwajua mauti huja na haki, wajaat sakratul mauti bilhaq, huja na ukweli. Yale mambo ambayo ulikuwa ukiyathamini wanaona haina tena thamani, wathamini pesa, cheo, mauti imekuja itakufa nini? Ma aghna anni mali, halaka anni sultania. Mauti huja na haki, inakuonesha mambo vile alivyo. Na huyu mama akakumbuka makosa aliyofanya akiwa katika sakaratul maut, akasema nitieni yule msichana. Miaka na msichana ashaolewa, ana watoto, familia yake. Akifika yule mama yuko katika sakaratul maut, amwangalia, mshika, ambia nisamehe, nilikudhulumu, nisamehe, nilikudhulumu. Yule msichana akatoka na machozi, akamwambia mama, bado mamangu, nishakusamehe, nenda mbele ya Allah na hasita kushika mbele ya Allah, nakusamehe. Yule mama ndo akapumua, roho ikatoka. Ni wangapi ambao wana fursa ya kuomba msamaha kwa wale waliowakosea? Kwa nini mwafikiri kiyama ni ndefu 50,000 sana? Kwa sababu hapo tutashikana. Umenisema vibaya mbele ya Allah, umeniudhi mbele ya Allah, umeniheshimu, umenikosea heshima, ukaniharibia jina, ukunipakizia mbele ya Allah, umeniibia mbele ya Allah, umeniharibia familia yangu mbele ya Allah, umeniua mbele ya Allah, umenipiga mbele ya Allah, umenidhulumu mbele ya Allah, ulinionyesha ubavu na ujabari mbele ya Allah. Dhalika liyawmul haq, siku ya haki. Kwa hivyo unapomrekebisha mzazi wako anapokuwa na makosa, kuwa na adabu. Na la pili, unapomrekebisha zaidi, sababu kubwa iwe ni kwamba namhofia babangu au mamangu, akifa katika hali hii atakutana na Allah katika hali nzito.